Mambo, unajua emotional stability Emotional stability inakuta mtu yupo kama jiwe hivi and no reaction. Yaani mtu anakuwa na uwezo wa kucontrol hisia zake, yaani hata afanyaje ni ngumu sana kuumia. Kwa hiyo emotional stability ni kitu kizuri kwa sababu emotional stability inasaidia, yani mtu anakuwa na na utulivu ule mkubwa, yani hata awe kwenye situation gani kwa utulivu mkubwa. Lakini pia mtu huyo inakuwa ni ngumu sana kuwa na hasira, yani kukasirika, yani ni kitu kigumu sana kwa mtu mwenye emotional stability nzuri. Lakini anakuwa hana stress. Hana stress. Lakini hata akiumizwa ni rahisi sana kupona. Yaani unakuta hawezi kulialia eti mtu kaachwa alie. Haya, lakini madhara yake sasa. Yaani mtu mwenye emotional stability kubwa. Unajua kuna watu wanasema yaani huyu yuko very cold, yaani unaweza kumwambia kitu fulani and kuwa reactive, yaani ana react normal. Cold, au unasema heartless. Hana hisia. Sio ana hisia, yaani hawezi kureact kulingana na uhalisia. Hata kilingana na uhalisia. Lakini pia watu kama hao muda mwingine wanaweza kupata depression. Unajua kwa nini? Kwa sababu wewe ni binadamu. Kikawaida, yani umeumbwa, kuna muda unatakiwa ukasirike, kuna muda unatakiwa ulie, kuna muda unatakiwa Kwa hiyo sasa wewe ukiwa kama jiwe, hauoneshi hizo wanasema nini? Hizo yani emotions zako unazikandamiza. Mwisho siku unakuja kupata depression. Alisimama akadondoka, akazimia, akafa ghafla. It's like that. Lakini pia unakuta mtu anapitia kitu kigumu, lakini kuomba msaada, no. Yaani unaona tu mtu anajikaza. Ila pia ni mtu ambaye hajali. Mtu mwenye emotional stability kubwa, yani hanaga time ya kujali hata kidogo. So it's a good thing, lakini ina side effects. Kama vile dawa ambavyo zina side effects. Emotional stability ni kitu kizuri, lakini ni kitu ambacho kinaweza kuwa na madhara. Ciao.